ambaye amejinyima kwa ajili ya kufariji familia hii. Mwenyezi Mungu, faraja ambaye amepatikana mahala hapa na ikabidhi mikononi mwako. Ninakuomba ukaweze kuitakasa, ninakuomba ukaweze kuisafisha. Uchafu wote ambao unaweza kuwa ndani ukaweze kuondoa. Jamii inapoenda kutumikia ikaweze baraka kwao, ikaweze kufuta machozi yao. Nasema ni asante kwa ajili ya kila mmoja wetu, na ni kwa Yesu Kristo nimeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Asante. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Asante kwa neno. Natumai kila mpendwa hapa ameshiba. Wakati huu nataka mwakilishi wa wale ambao wanafanya kazi pamoja na Madam John akuje hapa apatiane rambirambi yake kwa ufupi, akifuatwa na mkubwa wa guest house kule Kakamega. Bishop, welcome. Watu wa kanisa, Your Excellency Mheshimiwa Mudavadi, Madam John na familia yake. Kwa majina naitwa Ojera Paul, mimi ndio principal wa Raila Educational Center. Na nimefanya na Madam John saizi kwa miaka 13. Na kitu moja amefanya kwa hiyo shule, ile sifikiri kama imefanyika shule nyingine yoyote. Amekuwa akituombea na kiombea wanafunzi, na hiyo shule kila mtoto ni mcha Mungu. Nasema amefanya kuliko shule nyingine yoyote ile mimi najua, na labda shule nyingine yoyote ile mnajua. Anaamini kwa Bwana Yesu na anaamini kwa Mungu. Tumekuja walimu 7, wafanyikazi 4, lakini sitaita hapa mbele kwa maana muda ni mfupi. Kwa niaba ya bodi ya shule, kwa niaba ya patron wa shule ambaye ni Raila Odinga, kwa niaba ya PA ambayo inaongezwa na Madam Mbona, kwa niaba ya wanafunzi na community yote ya Kibera, tunasema pole sana na Mungu awabariki. Asanteni. Jamii ya hoteli ya mwenzetu, watumishi wa Mungu wenzangu, watumishi wa serikali wakiongozwa na Prime Cabinet Secretary, waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Askofu William Elisha Ouya. Mimi ndio mwenyekiti ya wanahotelia hii eneo la Western Circuit. Kabla ni nene jambo moja ama mawili, mwenda zake alikuwa one of us. Na najua wanahotelia wamejaa hapa, penye muko salamieni hewani. Asante wanahotelia. Jambo la kwanza, Director Patrick alituaga wakati wa muhimu sana. The major hotels in the entire country walikuwa nakutana kule Kakamega under Kenya Utalii College for refresher course, yenye ilikuwa presided over by Cabinet Secretary wa Tourism Honorable Penina Malonza. Na because yeye alikuwa hotelia wa nguvu, mtanikubalia dakika moja nitasoma condolences kutoka kwa CEO wa Kenya Utalii College. Apart from that, alikuwa investor wa muhimu sana kule Kakamega County. Pia nimebeba condolences za governor wetu wa Kakamega County. Friends, family and hoteliers of Kakamega, condolence message. We learned with shock and passing on of Patrick Amugune Najoli. He was a prominent investor in the hospitality industry who established Milimani Resort,
Kenya Utalii College condoles with the family, friends, hotel industry, and relatives. May the grace of the Lord that surpasses all understanding give the family consolation during this most difficult time. May God rest his soul in eternal peace. Professor Charles Musyoki, Principal and Chief Executive Officer. Bwana Yesu asifiwe. Barua ya pili ni ya Governor wa Kakamega County. Message of condolence. The late Patrick Amugune Najoli. I am most saddened following the death of Mr. Patrick Amugune Najoli, the proprietor of the outstanding Mlimani Resort in Kakamega Town. Amugune's sudden death creates a management gap in the hospitality industry in Kakamega County, even as my administration endeavors to give a new lease of life to the sector. On behalf of the people of Kakamega County, I wish to convey our sincere sympathies to the late Patrick Amugune's family, relatives, staff, and the entire Western Region tourism and hospitality stakeholders following this irreplaceable loss. It is our prayer that God comforts you all during this difficult moment. May his soul rest in eternal peace. H.E. Honorable FCPA Fernandez Baraza, Governor Kakamega County. Kabla nikae, vile nimesema, alikuwa mmoja wetu. Alikuwa na vision. Ukienda kule Kakamega, alijenga one of the best hotels. Tumpigie makofi kidogo. Kama mwenyekiti ya wanahotelia Magharibi, nataka kuomba jamii ya mwenda zake, ile vision alikuwa naye, wacha tuisukume paka ifike penye ilikuwa. Niko na furaha, wanahotelia wote tumesimama na jamii tangu mwanzo, na nina furaha kuona hata Prime Cabinet Secretary miongoni mwetu. Najua atatushika mkono na sisi tutahakikisha hiyo vision imemalizika. Mungu awabariki. Wamesema Mungu awabariki. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amekujiba yangu hakumara. Asante. Asante sana. Nataka Lucy Atieno ambaye wamekuwa pamoja na mwenda zake tourist. Utahenda moyo mukebe Nyasade arakurinda arakuretera mirembe Nyasade arakurinda. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Lucy. Nilifanya kazi na mwenda zake Patrick pale AGM Tours and Travel for quite a number of years. Patrick alikuwa mkali really but at the same time alikuwa mtu mzuri. We are saddened by his death. Ilikuwa very sudden and tunaombea familia, tunaombea marafiki. It is well. That's all we can say. Na niko hapa na wenzangu Richard, Caroline and Elkana. Asanteni sana. Thank you very much. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kukaribisha administration na nataka kushukuru His Excellency Principal. Umekuwa mtulivu sana. Tupigie Principal makofi mazuri jameni. Watu wengine huwa wanasema lakini Principal amekaa pamoja na sisi kuonyesha ya kwamba Patrick walikuwa naye na urafiki mkubwa sana. Administration Assistant Chief.
ya MCA. Asante. Pastors vili ugana lyetu lilahi lya Quakers, warindi wetu wa Chavakali Early Meeting at Large, Prime Cabinet Secretary pamoja na Chief Administrative Secretary, MPs present, Deputy Governor na viongozi wote, waombolezaji mrembe kandi. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mbore modi sana kwa familia na Joli kwa kumpoteza Patrick. Nzi sembe na mangana manyinge mba kenene kusale family na saya bahezi nguru. Dikuza nilidinyu lakini kubichi mwami embere tunajua yote yatawezekana. Nitakuwa kwa ufupi sana. Dola mwami asengeleza. No. Abore kuza jambo. Familia ambayo imepoteza our cabinet secretary, minister, kanisa, viongozi ambao wameambatana na kiongozi wetu, hamjambo tena. Sisi tunasema kama community tumepoteza kweli, lakini tunajua yote ni mpango ya Mungu. Patrick tulikuwa tunampenda, lakini Mungu amemchukua. Kwa hivyo familia mjipe moyo, Mungu atawafunga mkanda. Niko hapa na my chiefs ambaye atasimama from Busali Wevu. Asante. Tuko na matanga mawili kwa area, chief wetu ameenda huko kuwakilisha huko. Kwa hivyo nashukuru wote ambao wamefika. Asante. Sawa. Leo nitakuwa kwa ufupi zaidi kwa sababu najua Mheshimiwa Musalia Mudavadi pia ako na shughuli zingine. Nataka ni ombe wale MCS ambao wamefika. Wambole wako yanza mwami. Kwa hivyo ningda wakubuza nguna bangubiri mbungera. Nziye last born wao. Mheshimiwa Azia na wengine tuseme tuharakishe kidogo. Engombe ndala ni razinde. Sigabe nyomba. MCS tutembea haraka ni kusema jina na ward yako kwa sababu mheshimiwa ako na function nyingine. Jina tu na ward, si ndio? Mheshimiwa Joyce Mayodi ana wave amekalia kule. Yeye anasimamia walemavu katika bunge letu na amenumitiwa kwa chama cha ANC. Mheshimiwa Gertrude. Hamjambo wote. Sisi tunasema pole kwa familia, nikiwa mmoja tumehuzunika sana. Kwa hivyo hatutaenda kwa mengi. Mimi kwa majina naitwa Gertrude Lumire, nikiwa nominated MCA kwa chama chetu cha ANC, tukiwa na baba yetu hapa. Mbarikiwe sana. Asante sana kanisa letu tukufu la Friends, Prime Cabinet Secretary, all protocol observed. Kabla sijasahau pia waziri wa majeshi Honorable Agoi, na familia ambayo imefiwa ya rafiki yangu Patrick na Joli. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Vandu vichandu mbashiri zuku Bwana Yesu asifiwe. Inzendo la Ibanjeyo. Mimi ndio MCA wa Banja kule Banja kule kulikuwa kwa Khaniri. Na mimi nilisimama kwa chama ODM. Lakini sasa nimefika hapa kusema pole kwa jamii hii ya Patrick na Joli. Alikuwa rafiki yangu, alinipa kazi ya kufanya kazi kwa hoteli yake, kuprovide security. Niko na kampuni ya security. Nasema Patrick, utukhabula iwali mulina wanje. Khananga huyo lwenu ulurao. Nikimaliza hapo, sisi Prime Cabinet Secretary, sisi huko hatuweki sufuria kwa kichwa. Sisi tunaomba tu serikali iweze kuangalia wananchi, unga ishuke chini, si ndio? Na president amesema jana mahindi imefika, si ndio? Waziri mkuu Bwana Mudavadi, sisi tunataka kama jamii ya watu wa Luhya tukue kama kitu. Kuli bajolo bali halala ku Raila, bakiko bali halala ku Gachagua, bana ndi bali halala ku Ruto, bakamba bali halala ku Kalonzo, khuzabalu yake khana khube halala ku
Mudavadi. Si ndio? Bintu biri yo khwetsa khumwami Mudavadi. Nyasaye abalinde koe. Vari vitu burahi, our Prime Cabinet Secretary, mawaziri wote, na bari na barahi baturi himbe ne hare kuza kwa hereka Patrick. Kucherizane kumuditari ya Yesu mirembe bosi. Mrembe kande. Patrick yaru murino murahi, na kumsala wazi na sala buguru modo gwigwe, abiki hala mbikira. Deka birinda kayanzi kobora, kowe upande wa Western, na mulakuri kibarake genda, ningependa kuomba watu wote wa Western. Tushike mheshimiwa Musalia Mudavadi mkono akiwa pale juu. Tuko kwa serikali ndani. Kwa hivyo watu wetu wa Western muendelee kutembea pamoja na chama cha ANC. Mimi ni mheshimiwa ambaye ameteuliwa Busali Ward kwa chama cha ANC na nina furaha kufanyia watu wa Busali kazi. Kwa hivyo ningewaomba mnapoona mheshimiwa Raila akisema maongezi yaendelee na watu wakienda kwa barabara kupiga vita, tusifanye hivyo. Tuonye watoto wetu wasiende kwa barabara, watoto wetu wasirushe mawe, ili watu wa Western tukaweze kufaidika kutokana na hii serikali ambayo tuko nayo. Kulingana na mambo ambayo yanaendelea katika shule zetu, mmeweza kuona shule ya Mkumu imeweza kuathirika sana. Kwa hivyo uchunguzi unapoendelea, wazazi wawe watulivu. Mimi ni mmoja wa wale ambao wameathirika, mtoto wako hospitali tangu hilo janga lilipotokea, na tunaomba Mungu azidi kuonekania hawa watoto ili watoto wetu wasiendelee kufa. Mwenyezi Mungu awabariki, tutaendelea kutembea pamoja nanyi. Asanteni. Asante familia na Joli. Jina ni Florence Kegode, Mheshimiwa Florence Kegode kutoka Busali. Asante familia na Joli, nasema kwa kumpoteza breadwinner Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Unapotuona hapa, sisi tunakuja kwa sababu tunakupenda. Na hatuwezi acha wewe utembee peke yako, na sisi viongozi ambao tumechaguliwa hapa mashinani tuko area. Sasa ukiona tuko hapa, tumekuja kukupea backup kwa sababu wewe ni baba yetu. Sina maana hiyo. Kadi baba naza mrogendo bana siba muhere kaba mugengiri baga. Mabaduka kubarabara wambola ni numero gazi ya nabubira na lengo. Sisi ni watoto wako, tumekubebea bag ukienda safari. Jambo la kwanza tu nitasema jambo moja. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa wa Busali amesema kitu hapa, ya kwamba ukitaka kuharibu njaa na ukitaka kumaliza njaa, ukiingia kifuria kumutwe no huza murime. Si uzeza murime uzikurima. Kubantu bagengi bifuria kumutwe bena inzare ituri muno kweli. Bena barete nzara no. Sisi tuseme watu wa Western, sisi tuko na bidii ya kulima. Twende tulime, tupande, vyakula zikifika tutakuwa tumeshukisha bei ya chakula. Na rais alisema jana chakula ishafika. Kama chakula imefika, mbona Raila anaambia watu tena warudi maandamano baada ya Ramadhani? Si huyu mzee ako na maneno yake tu ambayo sio ya njaa. Sasa tumuambie hapana, sisi watu wetu tunataka tutulie, tuendelee na maisha yetu. Kwa hayo mengi, naitwa Zia Vincent, mimi ni MCA kutoka kule Wodanga. Na sasa barindi bosi. Mwisho kabisa, mheshimiwa, uniruhusu niibe nafasi hii kupatia tu watu wawili wakuje tu waseme jambo peke yake na jina. Mheshimiwa Swadi na Mheshimiwa Sisko na mbugure kwa baba Sigo. Hambi bwango. Asante sana. Huyu Yesu aje usingi hano Yesu no mulayi ngekeri mwoyo kalimo hulu mwoyo gwene mmanyande mundu oyo kaniwe kura yabura konora dawe nabuze nsala kimuyanzi akeri mwoyo chigira Yesu ni yokora magana go gosi no baya. Aya presiding clerk, Prime Cabinet Secretary, Chief Administrative Secretary, MPs, Deputy Governor na waheshimiwa ambao wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bora ku Yesu izomiwe. Mama ambaye amepoteza mzee na jamii yake, poleni sana. Jipeni moyo. Take heart. Hii barabara ni ya kila mtu. Na hii mhubiri ametoka Ngong Road Friends amesema kila mtu atakufa miaka 70. Sasa wewe kama uko na miaka, mtu kama Mboko Miremba unajua uko na miaka 60 bado 10.
kaa tayari unaenda. Na mimi sababu mimi bado niko na kama 15 hivi kabla sijaenda prime cabinet secretary, unione kwanza ni aone hii maisha iko namna gani. Sababu 70 years tunaenda. Asante sana kanisa la Friends, sitaki kusema mambo mengi. Mimi nilisimama kiti ya senator vile mnajua, na ilienda vile ilienda. Tulikubali matokeo na tukasema tuendelee mbele, kuzagele mbele. Kari kunyi zikura zetu kumanywa ziaza dawe chigira kwemela wonda nyinge na buzi kura zetu nyinge zako tambolemo na buza sikonara kwa wala kugenye kufuria kwa biko mutwe dawe kubogelane Yesu yao waya na kunyi kuzagele mbele niko korigasa ganyaka na gokore kuri ndira 27 sikamana dabaya abantu babura konore kura dawe barindele 27 na kubatore kandi chigira utatula kugwa mesino dawe paga 2032 na musalia nabo gurana nikuzagele mbele. Yesu izominywe asane Yesu bahala ni munyi bananga swadi wala guswadi none akana embe hano shigira kana inze no mundo obukeno da noza no singira hano motangiri mara mabuze bugira ko manyo mukari ugo ogoti zumu usazi uyo ndi paga nore gukendo kidogo. Sasa rwanda akana embe hano na inze sandiza sana umusazi uyo musaria Mudavadi ana wayazi akone ni mirembe yakore kerisa igiri cyenda he n'abafurenzi munyisaya musarari be mwoyo musazi uyu yabe dikuri yabe nakwa ministers babiri mukibana cyo Vihiga icyabura kwakora kwa wundi wandi house dabe Mheshimiwa Agoi cabinet chief secretary assistant minister wa defense simulani yibe chikuru mushigari kandi nahenza nabona ruto kandi ko bari numukana ko balance Jacqueline Mwenesi cabinet secretary wa environment and climate change mana haba abantu babiri obu minister amangana kumuyaya singi hano na wala magana gizimbara bara ko bola Agoi ko bola Mwenesi ko bola gabana ko bola MCA Mudavadi nazi kola mari bara abantu babe hano bakuzuza bagareka na barabizi bara sigabane nabaye banga kunyaba Mudavadi kumutuma zikwenye ibintu binene okobo ambassador hano ubagabone okobo yino bindi lakini bintu bindi nibyo bari bakuzuzu kumwene shambe hano eshiri zara furi komi ndetere omukari uwakorekwa akori bwana nakori buramanu nasanga mugasa alaninze wala kuswari prime cabinet viongozi wetu bosi liganisa lya Friends mrembe mozi mrembe kandi mrembe ja Yesu mrembe ja Patrick nze wananga mbindi lurunasi si ndio kumbindi uno zera letu lurunasi Vihiga county mu senate na kulisha muhuri zikula zetu zakora zagota no kali kwagwa lakini kobeho kobe mwoyo kokona muna bandu bitu si ndio gabe na nzi bandu bitu bicandumba mbora sande mangu buri zikuri zinyinge na ngiriho kana kugende hala si ndio na nikobe hala bana bitu bana boroguli ndakabasabinde kuzimyo jetu kohenze kidogo bandu boroguli mbene nyumba yenyu si ndio abantu huko mazi wa nyumba za babo kulisha babo bakamba bene yabo si ndio ene kweli makoreke ANC sumundu yairo mwana wabo nzina na musabe muzanze kogende hala mu chama cha ANC ni nyumba yetu na kogereka dabe kogende hala kombeke shua Vihiga ino egirungani nebe hasi ya ANC simulangona murakona musakuru simulaza ku kore zinguru sana abejugurana no mabugo kubana betu bande abikihara simula kora mulayi kuma mureke muyanze kogende hala isafari iri komeke shua ANC iri kuruti abundu hosi Vihiga county kanda kuni kwekolere kwetu si ndio anze manyinge sana dabe Patrick ndamanda kutura kare
kwa kaba hala Nairobi kushare building daramu office kwa kore biashara hala numuri na wange sana na mbora kujami pole sana kugotiza Patrick kuragenda hala ikuza ni luru na sabo mugoye si ndio inzi mwene mbora pole na ndamaandulizi sadaka yange za pole kujamii izile 20 na saa mugasi mwosi inze ndabora za mangana gabiri chukutanga bandu bose batumiwe mbere zimbabasi muikuzire mheshimiwa Musalia Mudavadi akishaongea mtapata nafasi ya kupeana rambirambi na zile sadaka ambazo mmetumwa nazo. Mheshimiwa Musalia, sisi kwanza hapa West Sabatia tunarudisha shukrani kwa serikali ya Kenya kwanza. Munda senge hano na abora 2027 embarabara kutura Ichabakari kuzia mpaka Irusiora, hiyo ndio itakuwa kiboko yangu. Lakini mimi nataka kukushukuru mheshimiwa kupitia kwa serikali ya Kenya kwanza. Kupitia kwa serikali ya Kenya kwanza hizi barabara kwa kera zimepeanwa kwa contractor na wiki ijayo. Mimi niko na hakika contractor atakuwa kwa hii barabara aweke maram mpaka pale Lusiola. Lakini sisi tutaomba contractor atakuwa sawa. Wacha tungoje wiki ijayo, contractor atakuwa, asipokuja basi tutaangalia hiyo maneno. Pili mheshimiwa, kuna mambo na mbolea. Mbolea hapa county hatukupata mbolea. Raundi hii mheshimiwa, mbolea iligawa Nandi, mbolea ikagawa Trans Nzoia, mbolea ikagawa kule kwingine, lakini hapa Vihiga county hatukupata mbolea. Kwa hivyo sisi tungependa kuomba wakati hawa kina mama zetu na wazee wanafanya top dressing uweze kuangalia ili waweze kupata ile subsidized fertilizer na pia waweze kupanda chakula yao kidogo kidogo. Unajua kama kiongozi ni vizuri kuongea ukweli. Kama contractor amepewa barabara mboreba kile kohana, si mpaka mboreba hahani. Contractor amepewa barabara kutoka hapa Chavakali kwenda Lusiola. Kwa hivyo mimi sitasema mengi, nataka nichukue nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa deputy governor akuje akaribishe wale MPs ambao wametembea na mheshimiwa. Mheshimiwa Kagesi sawa. Check 1 2. Vile nimepewa sadaka ya shilingi 20 na mheshimiwa Senator Usozi amesema alimjua Patrick kama rafiki na napeana kwa familia. Asante. Asante mwami. Familia ya Patrick na Jolie through Joan, my sister. Kanisa letu tukufu la Friends na makanisa yote ambao wamekuja hapa. Bwana Prime Cabinet Secretary wetu wa Jamhuri ya Kenya. Wageni wote, all protocols observed. Quick announcement. Kuna gari mbili zinazuia wengine kupita. Tafadhali kama gari yako ni KBJ 477X na KCE 986 something, please endo uondolewe, umekosi jam hapa. Mimi vile mmesikia, mimi ni naitwa Kagesi Kivai, mbunge wa Vihiga, jirani wenu tu hapa. Na mimi nimekuja hapa kuomboleza a very good friend, personal friend. Na niwaambie, nimeleta rambirambi za watu wa Vihiga kwa kivuniki. Hii familia na Jolie Patrick ina uhusiano wa karibu sana na watu wa Vihiga. Mama wana Jolie Damaris anatoka kwetu Chango, hapo kwa family ya Eningu. Joan, bibi wa Patrick, anatoka Masana, jirani yangu kwa Chamluchi. Mzee mwingine tulikuwa tumemheshimu sana, Chamluchi. Nimeona familia hapa, nasema asante. So Joan, tumekuja kukupigia pole kama watu wa Vihiga, tuko pamoja. Watu wengi wameongea mambo ya na Jolie Patrick hapa. Mimi tulikutana na Patrick na kutokea sasa nitamuita Pashe, hiyo ndio jina nilijua.
tulikutana na Pashe huko Nairobi, na tukawa watu marafiki sana. Kitu tu ningesema kwa Patrick Oropashe, alikuwa ni mtu wa very strong views. Akisema hiyo ndiyo itakuwa. He doesn't care which side of the story you are in. Alikuwa mtu akiwa na kitu anakuambia straight, and there are very few friends like that. Tuliachana na Patrick, mimi nikaja Western kuanzisha business. Alinifuata Kakamega, akapata mimi nafanya business Kakamega, na akianza kujenga hiyo hoteli tulikuwa na yeye all steps of the way. So ni mtu nimejua mawaidha yake, najua, na mimi nimekuja tu saba kusema please my brother, go and rest in peace. Kazi yangu hapa ya muhimu ni kualika wenzangu ambao wako hapa kuja kutoa pole yao, na vile mnaona Mungu ametupatia mvua, tuwe watu wa haraka haraka. Wacha nichukue nafasi hii nikaribishe mbunge wetu wa Hamisi, Charles Gimose, my brother. Come and say your condolences. Thank you. Bwana asifiwe. Patrick, we loved you. The last time I was with you, you were in my church. Tulijenga Mahobare Pentecostal Assemblies na wewe. I'm saddened today you have gone. I agreed with you that 2070 I'll join you over there. Pole sana. Family, ukoo na marafiki, poleni sana. This was a great man. Lakini God has his own purpose. He has fulfilled the purpose. As I can assure you, you have gone the right place, and I'll be there with you. In the number of years God will give me up to 2070. Sisi watu wameongea maneno ya siasa. Kawaida yangu mimi siongei siasa kwa matanga. Lakini kwa sababu wamesema maneno ya maandamano itakuwa sijui watu. Oh, Yesu. Lakini yaanza. Kunge banda hapa baziembo kwa kule maandamano. Na saa mlindi. Asante mheshimiwa. Coded language. Saa ile nilikuwa na alikuwa hapa, niliona mwenzetu ambaye alikuwa anataka useneta huko Kakamega from Malava. Sijui kama ametulia. Come and say hello. So I just saw you as you were coming in. Thank you. Jamii na marafiki ya rafiki yangu Bwana Nacholi, Prime Cabinet Secretary Bwana Mudavadi, na wakeni wote ambao wamekuja kuomboleza rafiki yangu, hamjambo. Bas mimi nina huzuni mkubwa sana. Najoli, I have known him since 2017. Alikuwa rafiki yangu mkubwa. Mara nyingi nikienda kwa hoteli yake ananiambia, unajua hii hoteli wewe na mimi ndio managers, so you don't have to complain. Na alikuwa mara nyingi ananiambia, mimi nimeona mbele, wewe utakuwa kiongozi katika taifa hili. Na nikawa tumekuwa marafiki sana. Ndiye akufe tulikuwa tumekutana naye Kenya Commercial Bank. Akani welcome katika hospitality industry. Kwa sababu hasa mimi pia nimekuwa mwekazaji, yani mfanyabiashara wa hospitality industry. Akaniambia, wewe unaanza mambo hapa na haunikaribishi, nitakuja kuweka punishment. Na tukaagree na yeye kwamba atakuja kwangu, tukae na yeye niweke punishment, alafu nimlipe, alafu tuendelee na maisha hapo Kakamega, tukitumbuisha watu wa Kakamega na watu wa kutoka sehemu zingine. Kwa hivyo mimi najulikana kama Bwana Seth Panyako. Mimi ni naibu mwenyekiti wa chama cha UDA ambaye anasimamia miradi ya chama. Kwa hivyo nimekuja hapa kutoa rambirambi ya chama ya UDA, na kwa sababu naibu Prime Cabinet Minister yuko hapa, yeye atatoa rambirambi ya Kenya Kwanza. Lakini kwa niaba ya chama cha UDA tunasema poleni
kwa jamii na marafiki, na mjue huyu alikuwa na rafiki wengi kule Kakamega. Kwa hivyo wale mmetoka Kakamega, nimezungumza kwa niaba yenu. Na mimi kama naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha UDA, nataka kuambia Wakenya mahali mko, mambo ya maandamano muachane na hayo. Siasa iliisha. Hata sisi wengine tulikuwa na ulalamishi. Nilisimama kule Malava, nikajua nilipita. Lakini ikaenda vile ilienda, nikaenda kotini, mahakama ikasema huyu ndio mbunge wa Malava. Mimi nimewacha, nimeambia ndugu yangu Malulu tufanye kazi pamoja na yeye. Hakuna haja ya wewe kuweka watu kwa barabara kila siku. Unaharibu mali ya watu, unaua watoto wa watu ukisema unafanya maandamano. Hiyo maandamano tumewaambia, mkijaribu kuleta Kakamega, mtakiona kilichopindua mkia wa mbuzi ukaangalia juu. Tutawanyorosha mpaka mtashangaa. Mfanye maandamano kwenyu na mkae huko kwenyu. Sisi hatutaki maandamano Kakamega. Hatutaki maandamano mkoa wapi? Wa Magharibi. Kwa hiyo wewe ukitaka kuharibu, haribu mali ya ndugu yako, haribu ya mama yako, haribu ya watoto yako, na uwa watoto wako. Lakini watoto wa Muluya hawatakufa kwa maandamano ambayo hayana mbele wala hayana mbele wala nyuma. Si tumekataa? Mtakubali hayo mambo ya maandamano? Si Mudavadi yuko hapa? Si ndio kiongozi yetu? Na waambie watu wa Mlembe tukae nyuma ya nani? Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Seth Panyako. Sasa Mhaya. Kuja toa rambirambi zako tafadhali. Thank you so much. I thought I was a tall guy. I'm not. Try to put it down. Kanisa la marafiki elisingiri elibugana lya Patrick na Jolly. Prime Minister. Mara nyingine huwa naona hii jina inasumbua watu. Sijui nini. Huyu ni Prime Minister. Wajumbe ambao waliko hapa, familia ya Pashe ya kugotiza baba na bwana na relation nyingine yote na abalogoli betu bechandumba Mulembe kandi inzibana ngo Mboko Milemba ni nzi member of parliament we Muhaya constituency mu chama cha ANC. Pashe ndamanya much ali Rwanda alinizigize bokoli na yaza na several youths abali basupportanga His Excellency the Prime Minister that particular time. Some names just to remember, bala bandu kuli Jonah Dema, bandu bali kula kulibanga Alex and others. Kwali no mundu Shipuoni. I don't know if those guys are still here. And then bamara bambugura to run the issues of Musalia Mudavadi on the ground in what was called the youth, the SACODEF, and so on and so forth. Kuninzi wali ground manwa bandaba. And that's why you can see la hullo mahullo koli ni nyenya. Lakini so mwene ndo munyole. So yabana abantu bandatia nabe kaso luhono sana. Ne bala abalahi. Mimi ni kusema pole kwa kupoteza Patrick na Jolly. He was a firm guy ambaye kama aliamua tupite hapa, tunapita hapo. Kwa hivyo kwa niaba yangu na watu wa Bunyore na mimi kama chairman wa chama cha ANC, unajua the chairman of ANC in Vihiga no Mboko Milemba. Urundi mara ngenda muno ndola bandu babola babe mu ANC da mambuga ba logoli aba babendi. Neba inzo mwene ndagumira ANC na mina pakana na Wajaluo pale Yala pale Luanda. A third of my constituents are Luos.
Na mimi saa ingine tembea hapa naona waoga wengi sana. Menga mmoni, waoga wengi sa. Mara ingine watu niita menga mmo. Wacha uoga. Mkae ndani ya chama. Chairman ya ANC kuja ongea kidogo. Mimi nachukua dakika moja tu. Huyu ndio chairman wetu. Karibu sana. Hiyo uoga mnayo mtatoa jameni. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Mimi yangu itakuwa ni rambirambi kwa familia ya marehemu ambaye alikuwa pia ni rafiki yangu. Nitasema tu ni pole kwa familia na watu wa Vihiga, na kwa niaba ya familia ya ANC nasema poleni. Nimemsikiza kasisi hapa ama padri akituambia ya kwamba Biblia inasema tuwe na miaka 70. Na tumeona ndugu yetu ametuacha akiwa na 63. Tunaomba Maulana aweze kupatia familia ile miaka yake 7 iliyokuwa imebaki. Pili ni kwamba padri hapa pia amesema ya kwamba watu unapokuwa na ng'ombe, usiwache ng'ombe yako inywe, ni ile uweze kuilisha ili uweze kunona. Na mimi watu wa Vihiga nataka niwaambie asante sana kwa kutupatia daktari Mheshimiwa Musalia Mudavadi mwana wa Hana. Maanake yeye ndio tuko naye, ni lazima tumshike mkono ili aweze kwenda ile safari tumeanza. Watu wameongea maneno ya sufuria. Na wanasema safari ya kesho huanza leo. Nataka mwelewe ni kwa nini watu wa mkoa wa Magharibi mnasukumwa ili muweze kubeba sufuria. Mnatakana mwelewe kwamba wale wanawasukuma muweze kubeba sufuria ndio wale ambao hawataki vijana wenu waweze kunufaa na kwenda mbele ili waweze kupata uongozi. Nitamalizia nikisema ya kwamba huyu Pashe mimi nikimjua nilimjulia Mombasa. Na nilikuwa kijana mdogo nikiwa kama miaka 24. Na nikaona mtu akinunua yale mheshimiwa amesema maubare, akinunua ama akilipa bill in dollars. Na nikasema huyu ni mtu wa aina gani? Nimezoea kuona wazungu wakilipa bill na dollars. Na nikasema nitaweza kumuiga na nitafuata maono yake. Na ndio kwa sababu mpaka leo mimi ulipa bill in dollars. Poleni sana, asanteni sana. Kalete kuzi dollars ana yako kale. Mnyabolandi. Nomya. Sawa sawa. So nilikuwa na maongea mambo ya kukua pamoja kama watu wa Vihiga na watu wa Western. Kule Bunyore ambayo mimi ni member of parliament. MCAs wangu wote ni ANC. Menga mmoni handi? Yeah. So nataka kuwahimiza tunapoenda mbele. Wale viongozi wako hapa. When we finally go to parliament and in government, everybody anapimwa kulingana na ufuasi ya watu ambao wanamfuata kutoka kwao. Menga mmoni? So mukipatikana weight yenu ambao unafuata PM kwa ANC ni kidogo, tena unapata hamwezi pewa lipo ni likali. Mumbula brai. So tukitaka kuwa kama wale watu wengine, hapa mbeleni tunaenda, lazima tuwe kwa chama kimoja. Weight yote iwe pamoja. Hapo ndio tukituma huyu prime minister, wamesema ameleta 2. Lakini unajua bado hata watu wa huko kwangu wanauliza, eka ngumonyere kukanda batiriki babora obaenzere kukindu. Na nola benezi nguruzi enezira. Lazima bena habe na force ya leaders, na abandu, na MCAs, na MPs. Mungola moni blai. This is the message I'm bringing here. Kalikurola sometimes ku complain andi kunyole ebindu dabe. But also our weight si sawa. Tunachukua nguvu yetu, mwingine anatupa pale, mwingine anatupa pale. Roba kubima abanyola ka weight ketu na karaida. So tujenge chama yetu, tufuate leader wetu saa hii Kenya nzima.
Uko juu mimi ni deputy speaker. Rundo nyala kunyola kandi nimbo la bandu order. So tufuate tononia dawe. Mangana kumuluma mangana ibe. Tufuate kiongozi wetu na tustick na yeye. Hiyo itafanya tukuwe na heshima hapa Kenya. Mambo ya maandamano wameongea na mimi nitawapigia asante kwamba Western mumekuwa watulivu na tuendelee kuwa watulivu hivyo, tusifuate mtu mwingine. Umundu ko anyala kuba nalomba mangana gege agayenya lile ku kindu. Mumbulira abalogole. Lwamulonda akuye nanyole kindu chichekira maazia. Ukweli si ukweli? So umundu olo mwene ulahula mulonda hotaye. Patrick Ochende Bulai bambimi emyaka babola chisikaete sendo la asili ne emyaka karibu 90 na Nyasaye naye anza 2027 simurakira matuma ni wino lishua na achesa matuma karakire. Tunaishi kwa ima 2027 ninza nimbabola menga mmoni mumenge mmoni nyangene no myayo Nyasabe nenyi. Thank you. Asante mheshimiwa. Kipindi yangu inaenda kumalizika saa hili, lakini nataka kusema hivi. Nzisandiza abantu barogoli from Sabatia constituency na Vihiga constituency. Amasiza ganda akogenda limwaga. Nubugenda Sabatia muno nogenda mu Vihiga constituency onora abantu babe mulimi. Kibune mbura ya kwasalira akokora ndi yakuza. Nzimbora isinu kutagotiza ubuya ngu ku barabara dawe. Mbura yakuza kutumikiri kunena bandu babidi. Umane maandamana nzichanzi na mbabole ndi umundu nagushiri mkoti akushira nikivune nao abore wakogosa iki. Rwanda asoma ibindu bya azimio bagushira mkoti ya public opinion ndabora kuza vele cost of living kobe abantu basomera isabu, abantu basomera ekonomia bamana kobe na demand na supply ama kobe na consumption na production. Mambola abantu babibihiga mamba heze story ndi mbabola ndi nuweni isuze kwinze uzo ndebe kagesi na ngohe ombe isuze nzikulia mamba bola mamba jibamba bola ndi ngohe isuze dabe nena ngwenere endo one so that endo one ningo nore mangu manya habandu bakorandi baziza nzi ne mbora mangana ga production serikali yetu ya Kenya kwanza bora ndi norora kobe sustainable na mangana ga cost of living kohenze production kwanza nebe mulimi kuzikoromba maduma ge amendu kutaga maduma getu na sai na yanza mbolebeho all those things makono ora maduma getu na nobo uzi ku subsidize consumption ikende churakora karunu urakora mugamba no dalizadabe chakabiri chanda henza ku amastaka gabagushila mkoto public opinion babora ndi kuigulizi saba baya banda basibali nubwira nguda bazi ya mkoti ne bamoromayo ku nogoteba ise abise nu ne yake nzimboranda bandu basabatia na bandu bibihiga bandu barogoli betu kuziza gelisa kobendio na wapatia heko korekane na mangana nikutuli kubarabara ne mbura ya kuzia nikulaumewa. Asante. Malizane mbora ndi nange deputy governor yaze andetereho kubuni yaboni executive andetere executive dhitiga na mbola bandu ba family ya Joan weni jirani for a very long time since childhood friend na huyu ni rafiki yangu. We are together, call on us anytime. Thank you. Asante, iko sawa. Asante mheshimiwa ambaye ni kiongozi wetu, Prime Cabinet Secretary, the Chief Administrative Secretary akiwa mheshimiwa ambaye alikuwa mbunge wa hapa, mheshimiwa Agoi, waheshimiwa wabunge wa kitaifa wakiongozwa na mheshimiwa wangu wa Vihiga constituency, mheshimiwa Kagesi,
waheshimiwa MCS wakiongozwa na leader of minority na MCA wetu wa hapa, viongozi wa tabaka mbalimbali, kanisa letu la marafiki, familia ya rafiki yetu ambaye Mwenyezi Mungu amemchukua mbele yetu, sote wosi wakuduchiko hana heshima yukumaliza kupashe. Nataka mnipatie salamu zake za mwisho. Mboraga Mirembe kwekas hai. Asanteni. Yinzene deputy governor, mimi ni deputy governor wa county hii Wilberforce Kitiezo, na nimefika hapa kufanya heshima zangu za mwisho na kuongeza kwa kuomboleza vile vile kwa kanisa na familia ya Pashe na Prime Cabinet Secretary, governor wa county yetu ambaye ni boss kiongozi wetu wa county hii. Vile vile alijua marehemu vizuri sana, angelikuwa na sisi, lakini kwa sababu ya kazi zingine zenye Prime Cabinet Secretary anajua, aliniuliza vile vile nifikishe rambirambi zake, ako pamoja na sisi. Na mimi nilipata kujua Pashe kwa njia nyingi sana, kwa sababu alikuwa mtu mwenye alikuwa anajua kutuweka kwa line. Na alikuwa anapenda sisi viongozi vijana, alikuwa anahimiza ya kwamba tuwe na maono ya mbele. Na hata kwa uongozi, iko wakati alifanya bidii pamoja na familia na Jori, tukafanya kazi na marehemu kansela Seth Pare na Jori. So hiyo wakati tena mimi nilikuwa kansela wakati wa hizo councils. So nilimjua, na alikuwa mmoja ambaye amewekeza bidii sana kukuwa mfanyibiashara mashuhuri sana katika Vihiga County, Kakamega na region yetu ya Western. So tutapoteza pakubwa sana. Ninauliza ya kwamba tuweke familia na mji kwa maombi. Mwenyezi Mungu asaidie mjane pamoja na watoto, pamoja na sisi sote tuweze kupata kuendelea mbele. Na kwa sababu ya saa na wakati, najua ya kwamba watu wako na hamu kusikia kutoka kwa Prime Cabinet Secretary, na watu wetu wa hapa, uongozi wetu wa county ya Vihiga, tumekubaliana. Prime Cabinet Secretary alitukalisha chini, alikalisha governor chini, mimi naibu wake chini, MCS wote na MPs, tukakubaliana ya kwamba tuweke mawazo yetu pamoja na serikali ya kitaifa. So nataka nihakikishie watu wa hapa ya kwamba county government ya Vihiga, county ambayo ni county ya Prime Cabinet Secretary, itaendelea mbele kwa msingi wa heshima, tukijua ya kwamba tuko na kiongozi wetu ambaye ni Prime Cabinet Secretary. Na tuko na yule ambaye alizungumza hapa mbeleni kwa sababu ya barabara hii yetu ya kutoka Chavakali kwenda Lusiola. Na watu wa sehemu hii walikaa wenye walikuwa nafanya kelele kwa sababu wamechoka na barabara ya Maram, Prime Cabinet Secretary. Na kwa sababu gani wamechoka na barabara ya Maram kutoka Chavakali kufika Lusiola? Upande wa Kakamega County walibarikiwa kupata lami kwa ile serikali ambayo ilipita. So hawakuwa nakataa barabara ya Maram, ni vile barabara hii kwa sahihi haisikii Maram, inataka lami. Na nataka nihakikishie watu wa sehemu hii, kwa sababu Prime Cabinet Secretary ameshika county ya Vihiga kwa barabara za lami zenye governor ameuliza, ili atusaidie tutoe watu wetu kwa aibu ya barabara za Maram na tupate ya lami. Barabara ya kwanza ni hii, na iko kwa meza, iko kipaumbele kwa ofisi ya Prime Cabinet Secretary, na najua kwamba Mwenyezi Mungu atamwezeshea atusukumie ili tupate lami. Sinyi mnataka barabara ya lami ama mnataka barabara ya Maram tena? So Prime Cabinet Secretary, barabara hii imechoka kubeba Maram, inataka ibebe sasa lami. So muache nifike hapo kwa sababu ya saa na hali ya anga. Niulize kwa unyenyekevu mkubwa sana, mniruhusu, hii ndio hafla ya kwanza ya chief
Administrative Secretary CAS kwa Wizara ya Ulinzi Defense. Muniruhusu nikaribishe Mheshimiwa Alfred Agoi, alikuwa mbunge na sasa amekuja kama naibu wa waziri. Sina sai ya mnene. Karibu sana. Asante Deputy Governor. Family ya ndugu yangu mkubwa John, Prime Cabinet Secretary Dr. Mudavadi, waheshimiwa waliofika kuomboleza na familia ya ndugu yangu Mheshimiwa Jimose, Mheshimiwa Kagesi, Mheshimiwa Mboko Milemba, Deputy Governor, MCS waliofika leo, viongozi wengine wa tabaka mbalimbali, kanisa letu la Friends, awiko abatende awarina, mrembe kandi, mwainzi bila zamadi katika kidogaga, mukinzizo lizano, asande, ndakuduka ano kwa pole, ku family ya Pashe, Patrick, numuyai wetu umuneni, barahambira aha, na kunikoronda kuhanyima. Mama Patrick, mama wange, mama wakina Makindus, bare abamu hao. Na kwa bila wakozi hala, nikutawe wa Makindu kwa zanga hano. Makwa manibindi binyi hala, kwa mga Patrick, nigamoro marekarono dawe. Kunyiko bore, na sae, aweki Patrick, harayehe, hayamuro ambira. Sigawe ndio da? Nedisara, ko family, komede ko bayi Sara, Patrick yako rigasi ndahi, no henza ko bana wa Patrick, no henza ko mkero wa Patrick, baba banifu. So banifu, yako rigasi ndahi, no, ko basare na saa bahe nguru, na saa bahe mitugo, na saa bahe kandi, afye ndahi, bazagile kuzagile bintu vya Patrick yara arombe, tuzagile koromba. Hala ni family yosi. Nitachukua muda kidogo sana kwa sababu naona mawingi nakuja. Nataka nianze kuwashukuru watu wa Sabatia. Mlinipatia nafasi kuwafanyia kazi kwa miaka 10. Na nilifanyia kazi na roho moja, kwa bidii, na baada ya miaka 10 nilisema nitafute promotion, lakini kwa kupitia kwenu mliniambia ningoje mpaka saa ile mtasema niendelee. Sina mna hivyo. Na mimi nilikubaliana na hiyo maneno na nikasema uamuzi wa wananchi ni uamuzi wa Mungu. Na nikasema nitaendelea kufanyia kazi kwa nyadhifa mbalimbali, na nikaomba Mungu wangu, akasema Mungu, mimi bado niko na nguvu, niko kijana, tafuta nafasi mimi niendelee kufanyia watu wa Sabatia na Vihiga na Kenya kazi. Na kupitia kwa mapenzi ya Mudavadi na Dr. William Samoei Ruto, rais wetu, alichukua pale mlikuwa mmeniwacha, akanipanguza vizuri, akaniosha, na amenifanya Chief Cabinet Secretary kwa ministry yake mwenyewe, Ministry ya Defense. Nataka kusema asante sana kwa Dr. William Samoei Ruto kupatia hii heshima watu wa Sabatia na Vihiga kwa kuniteua kama Chief Cabinet Secretary. Mnakubaliana na hiyo? Tuseme asante. Hebu tumpigie makofi basi, sikia tumpigie makofi. Mimi nitaendelea kufanyia kazi kama Chief Administrative Secretary, ingawa najua wadhifa wangu ni national, lakini mimi mapenzi yangu na watu wa Sabatia ni hali la juu. Nitaendelea kufanyia kazi, na ile nitaanza nayo kwa sababu ile shida nilikuwa nayo nikiwa kiongozi, nilikia katika upinzani nikijaribu kupata maendeleo. Sasa hii niko ndani kabisa, si ndio? Sasa mimi nitawaletea matunda. Ama namna gani? Si mwanadamu mleta matunda da. Na ile nitaanza nayo, na mimi naomba kwa unyenyekevu mbunge mlio nayo sahihi mmechagua na mheshimu, lakini naona ile mipango nilikuwa nimeanza na sijamaliza. Nilikuwa nimeanzisha hapa Kenya Medical Training College Kegondi, nikaanzisha Vihiga University, ilikuwa ijaisha, na nikaanzisha kufanya tamak
ya Mago, Mululu, Wangulu, Lusui, Wokoli, pamoja ile tamaka ingine ya Lunyerere, Kigama, mimi naomba mbunge wa hapa mlichagua Clement Siloya anikubali nijaribu kumaliza hizo miradi. Hapa namna gani? Kwa sababu ndiko ndani ya serikali, si ndio? Ile ilikuwa ngumu, ile hata hawezi pata, mimi nitafanya nini? Nitapata. Na yeye iko kazi mingi, atafuta miradi yake ile ataambia wananchi mkimuuliza maswali, si ndio? Tugawane kazi. Hapa namna gani? Na mwenandeke. Mwenandeke vioneke. Tayari mimi nimeongea na Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary. Tumesikilizana na amenituma mahali, tumeongea tayari ikifika mwisho wa mwaka huu nataka watoto wakuwe katika University ya Vihiga. Sawa sawa? Hapo Bokoli. Kwa hivyo naomba mtusaidie, mtushike mkono, tutembee kitu kimoja, si ndio? Na mimi naheshimu viongozi wote waliochaguliwa. Nitafanya kazi na wao, nitawapatia support yoyote yenye watataka mimi niwapatie. Sawa sawa? Jambo la pili, nataka niwaeleze kwamba mimi sasa nimekuwa mfasi halisi wa President William Samoei Ruto. Kwa sababu yeye ndiye ameniosha na amenipanguza, amenivalisha nguo. Si namna hivyo? Si mnaona mimi nang'ara? Kwa hivyo mimi nataka kueleza kwamba President ako na mawazo mazuri kwa nyinyi. Anawapenda, alisema anawapenda na anataka kufanya bidii ili nchi baada ya miaka 2-3 uchumi ugeuke na tuendelee mbele. Mlisikia Prime Cabinet Secretary akiongea hapo zamani akisema madeni. Wakati ule ukweli ni kwamba madeni ilikuwa mingi, ilikuwa zaidi ya trilioni 9. Na ukitaka kuelewa trilioni 9 ni pesa ngapi, ujue sisi tunapata collections ya Kenya kwa mwaka moja 2 trillion. Tukitaka tulipe hiyo trillion 10, dakika tu collect hii pesa kwa miaka 5 bila kutumia shilingi ndio tulipe hiyo deni. Ndio kwa sababu President alisema ile kitu muhimu tujaribu kwenda mbele, tulipe hiyo deni kwanza, si ndio? Kwa ili tuwate nafasi ya kuendelea mbele. Na ndiye akasema ataendelea kuchukua madeni. Ile pesa kidogo tunapata ndio atatumia kufanyia wananchi kazi. Na nyinyi mnajua madeni ya serikali ya nje ni kama fuliza. Ukichukua fuliza, mama tunachukua fuliza. Ukichukua fuliza ni ifike siku ya kulipa. Na ni 10,000. Na mtoto kutumia 12,000. Wanakuambia ngoja kwanza wanachukua tu automatic. Si wanachukua tu automatic. Hiyo ndio katiba iko ya Kenya. Wanasema pesa ikitoka KRA ikifika kwa treasury, kitu ya kutoka ya kwanza ni madeni yenye imechukuliwa. Na ukitaka kuchukua madeni mengine kulipa mishahara unakubalika, lakini riba interest inakuwa juu. Baada ya kulipa shilingi 1 unalipa shilingi 2. Na Daktari William alisema hiyo ni kuenda kwa shimo, tuvumilie, pesa itoke irudi, tuendelee na maendeleo ya kutumia pesa yetu napata. Kwa hivyo mimi nataka muunge mkono, msimame na yeye. Na amesema mambo ya chakula, yeye alikuwa tayari na nyinyi na akaleta vitu, mvua ikaribika, kama mvua imekuja tuwekuwa na chakula. Na chakula imefika wiki ijayo, bei ya chakula itarudi wapi? Chini. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi naomba mshike mkono watu wenye wanaongea mambo ya demonstrations. Nyinyi mnaelewa, waheshimiwa wameongea hapa na mmesikia. Walienda Supreme Court wakasema wafunguliwe sawa. Na sawa ikafunguliwa. Kama kweli wameona kuna shida wengine wameipata, njia ni kwenda kwa Supreme Court, waulize Senate, tumerudi hapa tuko na ushahidi mpya, tufungulie sawa, na Supreme Court itawapatia order ya kufungua nini? Sawa. President wetu hana uwezo wowote wa kuamrisha independent commission kufanya chochote. Yeye wakienda kwa Supreme Court watapata haki yao, wataendelea. Na kwa sababu hawana ukweli, wanatafuta hiyo kufuruga nchi Kenya. Nyinyi nataka kuwaomba msifuate maneno yao. Naomba msimame na Musalia Mudavadi, msimame na William Samoei Ruto ili Kenya endelee mbele.
na nyinyi mnajua kijana yenu amepewa nchi kuendesha kama Prime Cabinet Secretary. Mnajua ako na ujuzi wa kutosha wa kuendesha nchi hii. Yeye alikuwa amefanya hii 1990 na akamaliza hiyo maneno. Okay. Kwa hivyo naomba msimame nao, na mimi nitakuwa hapa na nyinyi kuwasaidia, na simu yangu iko wazi. Muhola ebintu byakoholeka mu defense mumbenze no mulekera bana ko gazi no ndi baya muhola ebintu bya habondo hosi munange no ndi baya ibintu byakura konoleka kudabe ni chima cyumwami Mudavadi yana kwa dawo mitiro dawe kaono mitiro yaye sewe ndio baya na sasa mkazi mosi no tuchukue nafasi hii kukaribisha Prime Cabinet Secretary Dr. Mudavadi kusema na nyinyi na kupeana rambirambi zake. Asanteni, Mungu abariki. Makofi kwa Bwana Mudavadi. Asante sana Mheshimiwa Goi, mjane wa ndugu Patrick Amgune na Joli, Mama Joan na watoto wako Tony, Bruce, Emmanuel na bibi zao, wakuu wetu wa kanisa la Friends, ndugu yangu John na Joli, waumini wote, waombolezaji na marafiki ambao wamekuja kupeana kwaheri ya mwisho kwa ndugu yetu Mirembe. Mirembe mno. Mirembe ja Patrick. Mimi nitaongea kwa kifupi sana kwa sababu dalili inaonyesha kwamba mvua inakaribia. Lakini nataka nichukue dakika yangu ya kwanza tukiwa na viongozi ambao wamenena hapa, wajumbe wetu, kutoa rambirambi za kiroho kwa Mrs. Najoli na kwa familia yote ya Najoli kwa kupoteza ndugu yetu Patrick. Patrick, kwa kifupi sana, alikuwa mtu mwenye furaha, mtu ambaye ana roho nzuri, na mtu ambaye akiingia pahali analeta joto pale, joto la furaha. He was a vibrant soul. A vibrant soul brings a lot of vibrancy in an environment. He was a vibrant soul with a purpose. He was a good man. Yeye alikuwa rafiki yangu. Tumetembea naye. Amenisaidia kwa kisiasa. Na isitoshe, familia ya Najoli, wale wazazi, walikuwa tena marafiki sana na marehemu Moses Mudavadi. Walifanya kazi pamoja, wakafanya siasa pamoja, na sisi baadaye tukashikilia pale na tukatembea na John na Patrick na wengine wote kwa familia hiyo, na pia familia kwa upande wa Makindu na wengi wenu hapa. Kwa hivyo mimi nakuja hapa knowing very well that this is home na tumepoteza ndugu mzuri. I want niongee tu mambo mawili matatu. Kwanza, mimi nakubaliana na watu hapa kwamba ile lami ambayo ilikomea pale ni lazima tupambane ifike kwa lami nyingine. Hiyo ndio juhudi letu. Tunataka tusaidiane tena mabarabara zingine katika eneo letu zijengwe. Hatuna nafasi ya kupoteza na siasa ambayo haieleweki.
So our mission will be to work for the people. Na mimi nataka niwaambie kwamba tumeketi na governor wa eneo hii Otichilo, vile deputy amesema, na MCS, tumekaa na wajumbe hapa, and we have said that elections are behind us. Uchaguzi umeisha. Sasa ni wakati wa kuhudumia wananchi. Na wananchi wa eneo hii ya county hii, it is not about which party ama walitokea kwa mlango gani. Sasa wakati ni kuhudumia kila mtu. So we must serve everybody. And that is what I am going to do. And that is what I will encourage the leadership here to do. And that is what we are going to do. Kwa hivyo, mimi nasema tu tusimame imara na tujenge taifa. Niliona ndugu zetu wengi wakisimama hapa. Wakisema mambo mengi. Mimi nataka tu niseme wengi wao pia walinishawishi kwamba Mheshimiwa Musalia Mudavadi, tukikaribia kura za 2022, watu wetu hawataki kwenda upinzani. That was the message they gave me. Ndi kutashiri bandu wetu mu upinzani dawe. Kwa sababu hapa awali tulikuwa tunajaribu, lakini tunatumbukia kwa upinzani. Sasa walisimama imara wakasema, do not take us into opposition. Nyamutebe ndi ndabahulla no sindabahulla. Sindabahulla. Wabora ndi, do not take us into the opposition. Na inzi nimbuliza. Nimbora ndi, our people have spoken, so I cannot make the mistake of taking them to the opposition. Mainzi ningo raida rubini. Manimbima. Nimbenza. Nindorandi. Nukuziza gila numusakurura kurayongobera. Nandashira bandu bitu mu opposition. Nabarina bange bamboreye ndi utakushira mu opposition da. Mainzi nimbulla. Manende gura earthquake. Sigebe ndio. Sasa Nyamwira nyikui nyima kidogo. Morome mudulusha manya nyamorome muruswahili. Inzi ndare kumujumbe w'Isabatia. Na musandiza sana. Chigira bujero munye nganimbulle kama kibara kinuda. Nondare mujumbe w'Isabatia muhiga gubeho gwa 2002. Ndasingira ningonya Uhuru president aturiho huyu. Numombola ndi ai musaria weneyo gakudinya. Manomo mumba ilifu. Sigawe ndio. Yimihiga janga kidemokrasia. Numombola ndi utange kuja kusosa. Ukoreko homework. Wiganaganye roirana kuramuroma nibe burai. Sindahulla. Ndaja kumandamano. In democracy, you have to agree that there'll be a moment you will win and there'll be a moment you will lose.
So I respected the wishes and the will of the people of Sabatia at that time. That is democracy. And that is why we are saying that even for Raila, if you are a true Democrat, respect the will and the wishes of the people of Kenya. You cannot all the time, every season, every election season, say that something has gone wrong. You had a chance, in fact the best chance of your career. Ukawa na deep state na kila mtu nyuma yako. Watu wakaamua, election imekwisha, ukaenda kwa Supreme Court. Supreme Court wakaamurisha kwamba their servers should also be opened. Unajua watu wanasahau. Anauliza kile Supreme Court ilikuwa tayari imempatia. Supreme Court ilikuwa imempatia nafasi, wakaamua kwamba waende wafungue servers. Registrar wa High Court wa Supreme Court akaenda na mawakili wa Raila na mawakili wa Kenya Kwanza, wakafungua hizo server, wakaangalia na wakagundua the results za zile sample walitoa. What was in the constituency was exactly what was in the server. So, Raila is not being honest when he says open the server, because the Supreme Court granted him that opportunity and the servers were opened. Sasa labda watuambie ni nini walikuwa maweka kwa hizo server wao ambazo hazikutokea. But they had a chance. Na mambo ya uchaguzi, mimi nataka niseme hapa, nikizungumza mara ya kwanza kwa sehemu hii. Observers walikuja, kama ni wa Amerika, kama ni wa UN, kama ni wa Commonwealth, kama ni wa IGAD, wote walikuja hapa na wametambua kwamba uchaguzi wa Kenya ulifanyika kwa njia ya halali na ya haki, na hiyo chapter imefanya nini? Imeisha. Kwa hivyo ni vizuri tuende mbele. Na kubadilisha uchumi sio kitu rahisi. Mimi nimewahi kuwa waziri wa fedha kwa wakati mgumu. Na mimi nataka niwaambie yale madeni ambayo tuko nayo katika taifa letu yatatuchukua muda kurekebisha. It is not a walk in the park, it is going to take time. And I want to tell you that only for one item, haya maneno ya SGR, serikali ambayo imetoka iliweka sahihi, and every January the government of Kenya must make sure that they pay 40 billion. 40 billion every January for that project. The government of Kenya must make sure that every July, after January, after 6 months, they must pay another 40 billion for the same project. So for one project alone, through your taxes, yale ushuru ambao mnalipa, serikali ya Kenya lazima kwa hiyo project moja watafute 80 billion shillings in a year to repay.
And these are the people who are going to the streets and telling us that we should lower the prices of everything. Didn't you think about it when you are signing those contracts? Na mwenye bana betu, serikali beni sendi zoyeneda, batuzako mushuru. Nugura kendo, yo serikali tuizake ndeke, zisendi. Kwa hivyo tukisema tuende kiholela, itabidi serikali iwe inaongeza ushuru kila siku. Tutafikisha wananchi wapi? Haiwezekani. Wananchi lazima wawe na pesa za kufanya vitu zingine. Kwa hivyo ni lazima sasa tuangalie vile tutateremusha haya mambo yote ili uchumi urudi kwa barabara sawa. Na mimi nataka niwaambie kama mtu ambaye amekaa kwa wizara ya fedha, itatuchukua karibu miaka 2-3 ndio tuanze kupata nafuu kidogo kwa ile shimo tumewekwa. Na mimi nasema kama ndugu yenu, kama mtoto wenu, I have to find a solution. We have to find a solution. We were voted in because we have to find a solution. Na tunaambia wale wengine, sasa ukienda Amerika saa hii, kwani utaambia Biden, wewe tekeleza economic policies za Trump? Unafikiri President Biden atatekeleza policies za Trump? Na ameshinda Trump. Sasa Azimio walikuwa na policies zao, waliuza kwa Wakenya. Wakenya hawakununua policies zao, wakanunua policies za Kenya kwanza. Hawawezi kutuambia ati tutekeleze policies zao. Hapana bwana. It cannot happen. Na kama wanaona ni mambo wajipange, alafu itaonekana 2027. Lakini tusirudishe wananchi kwa barabara. Tusifunge mabarabara. Wewe ukiziba hizo barabara, how do the business people go on? They will not go on. So we cannot go that way. Na mimi nakubaliana na Vitisia. Alisema vizuri. Kweli ni muzimu ruhizi, wala bakallai na bandi bakallai. Manunyoye, chunyoye muruhizi, na hivyo henze, ushiriku yengo bandu bakorendi. Batumikire, sigabe ndio. Bas, kuganagi ugo kwenyako kore. Nauza budinyu wa Vitisia, nyamutumi, na yaziku wala munya wa ya hiziraura, munya wa inura, akiri kumanya ndi swara zanaba wanya bagumira. Gadukana amanya ndi zikura ziyako randi, karunu kuhenze hala, chaku karagananku, kukarane bandu bitu bakorendi. Variku, wanyore, inzira yuku jimbiri. Sigabe ndio. That is what we want. We want a peaceful nation. We want everybody to move well. We respect everybody. But let us not subject Kenyans to unnecessary conflict. Tusifanye hivyo. It is wrong to subject Kenyans to a process which was concluded. 6 months later, you're coming to say that it was not right, and you went through all the motions. That is not good, and that means you are underestimating the intelligence of the Kenyan people on this matter. It is time to move forward. It is time to unite. Na hivi karibuni tunataka pia president vile anatembea katika sehemu zingine na kuzindua miradi, tunapanga na viongozi wote wa Vihiga County, tunataka pia aje atembee hapa tuzindue, watu wetu waanze kuona tofauti.
Hayo ndio mimi nataka niwaachie siku ya leo, na nikisema kwamba let us be strong, let us maintain peace, let us be united and let us pull together. Vile nimesema, Vitisia as an example is my brother kutoka hapa. The election is over. It is time to close ranks and move forward. Na wengine wengi, it's time to close ranks and move forward. Nyinyi wenyewe mnaona maandamano yakifanyika, yanafanyika tu katika some sections of the country because people are not persuaded that it is the right thing to do at this time. Sasa ukiambia an investor sahi, ama nikiuliza nyinyi now, in your opinion, which is the most risky town if you want to invest? Repeat it. If I were to ask you now, which is the most risky town to invest in Kenya today? Who is speaking? It is you, isn't it? So this thing is undermining the investment capacity of Kisumu. You are chasing away investors. Hata rafiki moja wa Pashe, mtoto wa Njugu, Jeff Njugu, sijui kama iko hapa. The young man had invested in a very good hotel hapa Kisumu. Anaitwa nani? Imbanga. Si ni mtoto wa Njugu? Mtoto wa rafiki wa Pashe hapa. Sasa yeye anafanya investment Kisumu, maandamano haya, watu wakavamia hoteli yake, wakavunja kila kitu, wakang'oa, wakakunywa pombe, wakafanya nini? Sasa jamaa amepata hasara kubwa. Sasa unafikiri insurance italipa hiyo? Insurance will not pay. Lakini yule mwenye kusukuma watu kwa maandamano anasema all those who destroyed the property, all those who did damage, before we talk, waachiliwe for free, waende nyumbani, no charges should be brought against them. But who compensates Njugu? So you want those goons to be freed. But what about a son of this area who had invested millions and creating jobs in the area? Who compensates him? Mwana Wenura, how? Yule Mosomali, the Kenyan Somali who was doing business in Kisumu, fine. They have destroyed his supermarket. Wameenda. Who compensates him? So when you keep on telling people that you can do what you want, people with impunity destroy other people's property, then you yourself say, release those who destroyed the property, and you have not provided a single cent to compensate those who have been injured by the acts of the ones you are moving with, then how fair are you to this country? Kwa hivyo mimi nawaheshimu kwamba you have kept your distance from this. Let us keep our distance. Let us work to build Kenya. Let us unite our people. Let people's businesses grow. Bandu kodo biashara byabo bibiruke. Igoga kwenya. Ku Patrick naje mbirira. Yari mfanya biashara. Kandaziko agana nende mfanya biashara bandi wene. Ruyare ruirane hango hehe. Kubana wewe numukaye. Babe burahi. Ni family yosi. Na kandi munye. Mukosala. Na inze kandi manya musala. Vosi kubene kindu.
chakwenya kuhomba nyikenya ibe burahi kubiru kureta kirage dabe sukwenya mwana w'umundu agotize maisha da inzi ndagarora kari wambare ya handagarora bana betu badaswa masasi nibakama chigira mangana gamandamano kutazia wene yodabe. Every life matters. Every life matters. Na nyambole ndi maandamano ngabeni tabu kadirola abanyaya baba borandi benyaba morome ni tabu because you have to fund maandamano. You have to fund it. Na vijana wakishikwa iko fine, cash bond. Nani atamlipia cash bond? Wakati ni unasema unataka wakili, ni nani atakulipia wakili? Kwa hivyo tuwe chonjo. Kwa sababu ukiona hivyo watu walikuwa wameshikwa, na mimi nimefanya kazi na tinga, najua yana nadu chihabundu na manyinde zibil zitanji kutroyo zindurunduru nizi family baborande de tasendi kutungi mangana yaga nadu ka habunda borande de kakomorome. So we know it. Yes, we will talk. But let it be genuine, a genuine conversation, not to try and twist or intimidate Kenyans. No. Let us work together. Otherwise, what is the purpose of a democratic process? Why do we go to election? We must go to election because you must give the constitution a chance as required to allow the citizens to do what they have to do. Kwa hivyo tumemaliza, sasa tuangalie mbele. Mimi najua 2027 iko pale. But I want us to be realistic. Kuibimi, kuwe realistic. Nauza chanya nya, by 2027, chamu homba, what I will plead with you is that let us be a bigger force in 2027 so that we can anchor our communities properly going forward. That is what I would request. Ichocha Moteva Numuzia, please think about it so that we become a stronger, pivotal community within the framework and the setting of our government going forward. Nukokora ndio, it will be easier to move forward. Nyasaya murindi, nyasaya mugasizi, ndakumuruma kwa siasa nauza ndakulanzi vohole kukidogo. Naonda kugosa. Nzivohole kuza kidogo. Nimbi mangana chigira kuwe madiga. Nabuza nyasaya mugasizi, serikali ibeho sasa, ibeho chigira ya chagurua na munda nyara kugiru nyamangana gena kadawe. Paga ruwa duka kandi mo cycle yende ya katiba. Sigawe ndio? Ndio gabeye. Ma diko malika numuzi yengo mutebange ndi niba msakuru mwene tinga kila mara anasema yeye alishinda. Nataka tu mumuulize ni kwa nini hauulizi chairman wako wa Azimio? Kama wewe ulishinda, ni kwa nini chairman wako Uhuru ndio alienda kule Kasarani akapeana ile sword, akapeana kila kitu, akapeana kwa Ruto? Kwa sababu yeye ndio chairman wa Azimio.
Sasa hawezi uliza yule alipewa, enda uulize yule alipeana, ni kwa nini hakukupatia akapatia Ruto. Tunaelewana? Tena mchana, hakufanya usiku, alipeana mchana kwa Ruto, mbele ya ulimwengu, mbele wa president of the Supreme Court, mbele ya mapresident wale wote walikuja. Uhuru alipeana mamlaka na kila kitu kuhusu uongozi wa taifa kwa Ruto, hakupeana kwa Raila. Sasa Raila, wewe uliza Uhuru ni kwa nini alikucheza. Nyasaye murindego. Sana. Asante sana His Excellency Prime Cabinet Secretary ametuongelesha